Kwa hivi sasa ungependa kusema nini hasa kwa mama yako? Maanake unasema kwamba labda mama ndio ametuletea hii yote. Paka unamwambia mama kwa nini unazaa. Iwapo umpewa nafasi sasa uongee na mamako one on one, ungemwambia aje? Mimi ningemwambia kama ni kuzaa asimamishe. Tumekuwa wengi, shida ni mingi, jukumu ni mimi ameniachia. Chakula, kuwalea, yote media atanamwaga kwangu. Shida iko kwangu, ni mimi ndio napitia mengi. So ndio namwambia kama anaweza kusikia aache tu kuzaa. Sisi tumetosha. Na hiyo wakati mmoja uliweza kumwambia hivyo, alikujibu nini? Akujibu. Alinyamaza tu. Akileta watoto wanakuja na baba, wanakuja watoto peke yao? Peke yao. Baba hakuna. Bazu unapitia mengi kabisa. So ulipata kuzungumza na Mama Tito? Nimeongea na yaongeangi. Kimuuliza maswali mazito ananyamaza. Ulimuuliza nini? Nilimuuliza kusema ukweli, wewe umekuwa mtu mzima. Mbona mtoto unampea majukumu ya kulea kila saa? Juu huyu hajaicheza. Venye alijua tu kutembea na kuongea, mwingine anakuja. Juu ameachana na brother yake na miaka 2. Ule amemfuata. So kila wakati unia analea. Hiyo nyumba ina kitanda. Hiyo nyumba ina meza. Mtoto aliniambia hajawahi lalia kitanda tangu azaliwe. Tito, ni kweli? Kitanda yenye tulalia ni ile inatengenezwa mtu na curvy shaped. Why inatengenezwa hapa na hapa, inawekwa miti zile ya kupanga miti. Hujawahi lalia kitanda? Ujue hata ina mattress na nini aje? Haya, kwa hajaiona TV. Nimemsikia amesema hajaiona kitu kama TV. Radio hajaiona. Hata ni mtu mmoja tu, rafiki yangu, alimnunulia hii simu. Aliona kama amepewa dunia. Haki. Hayo ndio mtoto amepitia. Amekapitia. Tito, sengine unaona hivi, unaona kwamba mimi sijapitia utoto. Si unajua venye watoto na kuanga. Unatamani hiyo childhood? Hiyo inaitangwa leisure time. Leisure time. Leisure time. Kwa unatamaningi sana? Kabisa. Ndio utakaa hapo, hauna mtu wa kucheza, yani wa kukaa naye, kukibizi. Wote umekaa umeboeka. We Bazu. So umepata mtoto mtu mzima. Imagine. Yani yale amepitia amekuwa kama mtu mzima. Zaidi ya nilimnunulia unga apike chapati. Anapika hata kunishinda. Kupika chapati ya kuni. Ajui kupika na gas, kuni. Ile ya kitambo. Ajua amelelewa Kitui kule mashambani ndani. So pale Tito, labda tueleze kwa video. Pale ni wapi? Tu explain. Hapo ni kwa nyumba. Mahali tunalala. Hapo ni mahali, hapo hiyo kitanda ni ya mama. Mahali analala mtoto. Hiyo ya mti? Hiyo ni gondoro alikuwa amepewa. Ndio ya mtoto. Hizo ni mablanketi ziko hapo chini, hiyo ndio kitanda yetu. Yeye analala kwa mattress, nyinyi mnalala chini? Haya. Hapo pengine hiyo side nyingine ni nguo, meza. Haya. Hizo ni nguo. Mwelekezi, kama ina sauti tuna muda tupate sauti. Kindly. Tuweze kumsikia. Hapa alikuwa anazungumza. Hapo alikuwa anaongea. Tupate kumsikia kidogo. 45, 94, 40, 60. Rudia. 07, 45, 94, 40, 60. Jina inakujanga nani ya Mpesa? Ruth Maleve. Ruth Maleve. Ni jina ya mamako? Sasa ungetaka kuambia watu aje? Wanisaidie na mattress, kitanda na shule. Sija join class 8. Nilikuwa nasomea Kitui. After nimekuja huko nikapewa kazi ya kuwalea watoto. Na kuchotea watu maji. Na wachotea maji, wananilipa, sasa ndio napata food. Na ndizi taungua mche chakula kwenda. Hiyo nasikia inaanza kuungua.
Sasa sukuma ni ngapi? Sitafa mwanzo. Mimi sipumzikangi na ningepata mambo ya shule ningeendelea na kusoma. Sasa mimi tangu Januari nikia sija join grade 8. Shida imekuwa ni kulea, mama hayuko, watoto ni hao. Sasa kwa mimi ndio nawashughulikia chakula hadi sasa hivi. Ada ngimezi na yada mimi ni mweli. Mazane metoke na mbuko. Wada gendo legima. Sali ukole hata unakuwa zani ngilo mgumu wako Kisi na